Bwana Yesu apewe sifa. Ningependa tukapate kurudi tena katika maandiko, na kabla sijaendelea ningependa nikachukue fursa hili nipate kuwasalimu wapendwa watu wa Mungu mahali popote mlipo. Bwana Yesu apewe sifa, jina la Bwana litukuzwe. Amen. 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 Asante Bwana. Asante Yesu. Ni wakati mwingine, siku ya leo ningependa tukapate kubarikiwa na neno la Bwana. Kwa hivyo ningependa mahali popote ulipo, wewe ambaye unayenitazama na unayenisikiliza na unayesikiliza mahubiri haya, fungua moyo wako tukapate kubarikiwa sote pamoja. Na katika siku ya leo ningependa nikapate kufundisha mafundisho ya kusikia neno la Mungu na kulishika neno la Mungu. Kusikia neno na kulishika, ama kulisoma neno la Bwana na kulishika, kulielewa, kuelewa neno ambalo umelisoma inamaanisha nini, umuhimu wake ni nini, maana yake ni nini, thamani yake ni nini. Na unganika nami tukapate kubarikiwa katika kipindi hiki, na ninaamini ya kwamba mahali popote ulipo utabarikiwa na Bwana atatenda mema. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa ajabu, Mungu wetu na Baba yetu uliye juu mbinguni, asante ni kwa uweza wako, asante ni kwa neema, asante ni kwa kibali, asante ni kwa uweza wako na nguvu zako. Baba, pokea sifa na heshima na utukufu. Naomba Yesu kabariki neno hili, kalitukuze neno lako, na Bwana ukabariki watu wako watakapolisikia neno hili wakapate kubarikiwa na wakapate kuinuliwa. Asante Bwana ni kwa neno lako, asante ni kwa wateule wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Nimesema ya kwamba katika siku ya leo nataka tukajue umuhimu wa kusoma neno, na ukisha kulisoma ile neno ambalo ni neno takatifu, Biblia takatifu, neno la Mwenyezi Mungu, kuelewa na maana ya lile neno, kuelewa na maana yake, na Mungu akubariki. Kwa hivyo tunaenda kusoma kitabu kile cha Mathayo mlango wa 13 kuanzia mstari wa 19. Matthew chapter 13 verse 19. Mathayo mlango wa 13 tukasome mstari mmoja tu ambao ni mstari wa 19, na kutoka mahali pale nikafufunue kidogo, na ninaamini ya kwamba tutabarikiwa na tutaelewa na maana ya kusoma neno la Mungu na kulishika neno la Mungu na kulielewa. Kama ulikuwa unasoma neno la Mungu halafu unakosa kuelewa maana, hiyo neno haiwezi kukusaidia. Maana ukisoma Biblia hii takatifu, kama unasoma neno na ukose kuelewa, ukisoma Biblia hii ukose kuielewa, ni kama umesoma magazine, umesoma magazeti, umesoma novels, umesoma vitabu za historia, Na kwa hivyo kama utasoma maandiko matakatifu na upate ufunuo wa ile neno, upate tafsiri ya ile neno, upate kuelewa na ile neno, hakika ile neno itakusaidia katika maishani mwako na kwa mambo yako yote ambao utakao yafanya. Kwa hivyo ningependa tukasome kitabu kile cha Mathayo mtakatifu mlango wa 13, tukasome mstari wa 19, halafu nipate kubabanua kidogo. Maandiko yanasema, neno hili linasema ya kwamba kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, uja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake.
Huyo ndiye aliyopandwa karibu na njia. Nitarudia neno hili. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja ule adui, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Maandiko yanasema ya kwamba kuna umuhimu wa kusoma neno la Bwana, kuna umuhimu wa kusoma neno la Mungu na kupata kulishika neno la Mungu, kupata kulielewa neno la Mungu. Na hii inamaanisha ya kwamba kama utasoma neno la Mungu ukose kulielewa, adui ana mbio, adui yuko kila sehemu, shetani yuko kila mahali akitafuta mahali ambapo unaweza ukasaidika, akitafuta na kutazama mbinu ile ambao umetafuta, ambao inaweza ikalete mwangaza ama nuru katika maishani mwako, maana neno la Bwana ni nuru. Wakati unaposoma neno la Mungu, nuru inaingia katika maishani mwako, mwangazo unaingia katika ndani yako. Ile giza ambao iliyokuweko inatoweka. Inatolewa na nini? Inatolewa na neno la Bwana. Na kwa hivyo shetani, siku ya leo shetani hataki watu wasome neno la Bwana, hataki watu wasome Biblia takatifu, maana anajua ya kwamba vyema mtu anaposoma neno hili kuna vitu vipya vitaumbwa ndani yake, kuna mambo mazuri yatakuja ndani yake, na mbinu na njia na mikakati na kazi ya shetani ni kuhakikisha mwanadamu amemkosanisha na muumba wake, na kuhakikisha mwanadamu hajafanikiwa, ili aone kwa Mungu hakuna matumaini, ili aone kwa Mungu hakuna msaada. Na kwa hivyo shetani, wakati unaposoma neno la Bwana, wakati unaposoma neno la Mungu ukose kulielewa, anakuja analinyakua, anaiondoa, maana anajua ya kwamba wewe ukisoma hayo maandiko na upate kuyaelewa, yatakusaidia na utafunguka. Wewe utafunguliwa akili zako, utafunguliwa hisia zako, utafunguliwa maisha yako yatafunguliwa, huduma yako itafunguliwa, hali zako zote zitafunguliwa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hataki watu wapate kusoma neno la Bwana na wapate kulishika na wapate kulielewa. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu apewe sifa. Neno hili ya siku ya leo, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba mtu yeyote atakalo lisoma neno la Mungu, neno la ufalme, akose kulielewa, akose kuelewa na hiyo neno, haiwezi kumsaidia. Akose kuelewa na hiyo neno, shetani ama mwovu ambaye ni shetani anakuja analinyakua kile kilichopandwa ndani yake, anaenda nacho, anakiondoa, anaondoa kwake, maana anajua ya kwamba wazi hiyo neno ikipandwa ndani ya mtu, hiyo neno itamea, maana ni mbegu na itamsaidia katika maishani mwake. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kuambia wapendwa watu wa Mungu, hakikisha ya kwamba wakati umesoma Biblia takatifu, wakati umesoma neno la Bwana, umeshika ile neno, umepata ufunuo na umepata kulielewa ile neno. Kama haujaelewa na ile neno, enda uulize mtu ambaye anaelewa na ile neno, apate kukufafanulia, ababanue kidogo, akupe ufunuo, ndiposa ukapate kuelewa ile neno. Na katika siku ya leo najua ya kwamba ninasaidia watu wengi wanasaidika kupitia maandiko ya siku ya leo, maana kuna watu ambao wanaenda kanisani, wanasikiliza neno, lakini ile neno wanalisikia lakini hawalipokei, ama hawajui maana yake, hawajapata ufunuo vizuri, ama hawajajua maana, hawajaielewa neno hilo.
watu hawa wanaangukia patupu, wanatoka tu bure, hawasaidiki. Na ndio maana unaona watu wengi wanakusanyana ndani ya mahekalu, kanisani ambapo kuna soma neno la Bwana, kanisani ambapo kuna neno, kanisani ambapo wahubiri wanahubiri, hata mikutano ya Injili, wanahubiri ile neno, na wakimaliza kuhubiri, kuna mtu inapandwa ndani yake, lakini kama mtu hajaelewa na ile neno, haitamsaidia. Kwa nini haijamsaidia? Kwa sababu shetani amelinyakua, kaiondoa kwake. Lakini mtu ambaye anaolisoma akalijua na akapata kulijua neno hilo, maana yake, akapata ufunuo, huyo mtu anasaidika na ile neno. Ile neno ilamuomba, ile neno ilamfinyanga, na ile neno inafanyika kuwa msaada katika maishani mwake. Ndugu mpendwa, mtu wa Mungu, kuanzia siku ya leo, soma neno la Mungu upate kuelewa na hiyo neno. Kama huko unasoma unaelewa, kuanzia leo soma uelewe. Mtu wa Mungu, mahali popote nimekuja nikwambie, wakati mhubiri anapohubiri, hakikisha ya kwamba umesomewa hiyo neno. Wakati anafundisha, wakati anahubiri, umepata kulijua ile neno na umepata kuandika. Maana kuna watu ambao wanapenda kujiandikia ili ukapate kurudia ile neno. Maandiko matakatifu ama neno hili la Bwana ya ufalme, unaweza ukasoma mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ukasoma mara nyingi, hata mara milioni moja, milioni mbili, ukirudia ile neno mpaka upate kuielewa, ndiposa ipate kukusaidia ile neno. Wacha nikapate kuwaombea, Bwana akapate kuwabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naombea watu hawa ambao nimewafundisha neno hili. Bwana, kuanzia siku ya leo, kama kuna mtu ambaye alikuwa anasoma neno, apate kulijua ile neno, apate akose kulijua, akose kupata ufunuo wake. Kama kuna mtu alikuwa anahubiriwa, anafundishwa, hakuwa anasikia maandiko, hakuwa anajua maandiko, hakuwa analishika ile neno, Bwana, kuanzia siku ya leo, naomba Bwana ukawafungue macho yao, ukafungue akili zao, ukafungue fahamu zao, ukafungue hisia zao. Fungua hisia zao, fungua akili zao, fungua fahamu zao, fungua mawazo yao. Kuanzia siku ya leo, wakisoma neno, wakapate kulishika, wakapate kuelewa na ile neno, na ikapate kuwasaidia, na ndiposa wakapate kubarikiwa. Bariki kila mmoja ambaye amekuwa akinisikiliza na yule ambaye ataenda kusikiliza mahubiri haya. Wabariki Bwana, wainue na uwatende mema. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tunaomba na hata na kuamini. Amen. Shalom, shalom, shalom. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo.